Karibu tena kwenye channel yako pendwa ya hadithi za kusisimua kutoka kila kona ya dunia. Leo tunakuletea simulizi ya mapacha wawili kutoka mlima ya kijani ya Nyeri, waliokuwa na sura za kupendeza, mioyo ya upole na ndoto kubwa za maisha. Usiku mmoja wa Jumamosi, mvua ndogo ilinyesha juu ya mlima ya Nyeri. Upepo ulikuwa wa upole, ukipuliza kupitia kwenye mashamba ya chai, ukiburudisha kila kona ya kijiji cha Kiganjo. Ndani ya nyumba ya mbao yenye joto walikaa mapacha wawili, Furaha na Asha, dada waliokuwa karibu sana kiasi kwamba waliweza kusikia hisia za mmoja wao hata kabla hajazisema. Furaha alikuwa mpole na mwenye tabasamu la kila wakati, wakati Aisha alikuwa mwenye ndoto kubwa na macho yenye kuangaa kila alipoongea kuhusu maisha. Walipokuwa watoto, walikuwa wakisomea shule ya msingi ya Kiganjo. Walikuwa na ndoto za kuwa wakunga wa kijiji chao, kusaidia kina mama wajawazito kwa upendo. Wakiwa kwenye umri wa miaka 24, bado waliishi pamoja, wakishirikiana kwenye kila jambo. Waliuza vitambaa vya kitenge na sabuni za handmade sokoni. Lakini maisha yao yalibadilika siku moja alipofika kijijini mtu mpya, Elisha. Elisha alitoka Kisumu, alikuwa fundi stadi wa vifaa vya redio na televisheni. Alikuwa ametumwa kufanya kazi ya miezi mitatu katika kituo cha redio cha kijiji hicho. Mara ya kwanza Furaha alipomuona, alikuwa akirekebisha redio ya jirani yao, Mama Wanjiru. Asha naye bila kujua alimkuta Elisha sokoni akichagua vitambaa vya shati. Wote wawili walivutiwa na utu wake, tabasamu lake na maneno yake ya heshima. Elisha alikuwa mtu wa ibada, mtulivu na mwenye busara. Hakujua kama mapacha hao wawili walimpenda kwa mioyo ya dhati, lakini kila alipozungumza nao alihisi kuwa kuna kitu tofauti, uhusiano wa ndani usioelezeka. Mwezi ulipopita, Elisha alianza kujisikia kuvutiwa zaidi kwa Furaha. Walikuwa wakizungumza mara kwa mara, wakitembea kuelekea kwenye mashamba na kugawana chai ya tangawizi jioni. Lakini Asha pia hakubaki nyuma. Yeye na Elisha walikuwa wakishirikiana katika kusaidia shule ya watoto yatima kijijini. Siku moja Elisha akagonjeka. Elisha aliugua kwa muda wa wiki 2. Mapacha wote walimsaidia kwa karibu, wakimpelekea uji, dawa na hata kumburudisha kwa nyimbo za Kiswahili. Wakati huu moyo wake ulijua ukweli. Alipenda wote wawili, si kwa sababu walikuwa mapacha, bali kwa sababu kila mmoja alikuwa zawadi tofauti. Usiku mmoja, chini ya mwangaza hafifu wa mwezi, Elisha aliwaalika Furaha na Asha kwenye sehemu ya shamba lake aliyokuwa amenunua kijijini. Aliwatazama kwa upole kisha akasema, "Sijui ni kwa namna gani moyo wangu naweza kuchagua kati yenu. Nyote ni baraka, nyote ni nuru. Ninawaomba msamehe moyo wangu kwa kumpenda kila moja kwa namna yake ya kipekee." Kulikuwa na kimya. Furaha alimtazama Asha kisha akasema kwa sauti ya upole, "Kama moyo wako hauwezi kutenganisha upendo huu, basi sisi hatuwezi kupigania mapenzi. Tutaishi tukiwa ndugu wa karibu, si maumivu." Lakini Elisha hakukubali. Alijifunza kuwa katika mila zao za sasa, wapo watu waliokuwa na mahusiano ya heshima na mapacha. Alichukua uamuzi wa kwenda mpaka kwa wazazi wa Furaha na Asha, na huko aliomba baraka kutoka kwa wazazi. Na baada ya mashauriano, waliruhusu ndoa ya aina ya kipekee, si ya kawaida, bali ya kiroho na heshima. Furaha, Asha na Elisha waliishi katika nyumba ya mbao iliyo karibu na mlima. Wote walifanya kazi pamoja kwenye mradi wa jamii, kuelimisha vijana kuhusu familia, mapenzi ya kweli na mshikamano. Watoto wao walikuwa pamoja, wakiita Furaha Mama Furaha
na Asha, mama Asha. Walikuwa familia moja isiyo ya kawaida, lakini iliyojengwa juu ya heshima, maombi na upendo usio na masharti. Kila usiku watoto walikusanyika karibu na moto, wakisikiliza hadithi kutoka kwa Elisha, kisha walilala kwa utulivu, wakiwa na ndoto za upendo ulioshinda mipaka ya kawaida. Katika kijiji cha Nyeri, watu walizungumzia hadithi ya furaha Asha na Elisha kwa heshima. Haikuwa hadithi ya kawaida, ilikuwa hadithi ya mapenzi ya kweli, usikivu wa moyo na hekima ya kuchagua mshikamano badala ya wivu. Na sasa, pumzika, fumba macho yako na acha moyo wako safiri kwenye vilima vya Nyeri, ambapo upendo haukuwa uchaguzi wa mmoja, bali zawadi kwa wote.